Mwaka wetu ni wa kupiga mbio. Kwa sababu mwaka tulioachana ni mwaka mwingine. Tunapiga mbio sana. Na tumeanza kupiga mbio. Sure? Yeah. That's why nifundishe imetoka. Okay. Yeah. Ni kazi ambayo pia ilikuchukua muda gani kuipata, kuiandaa, kuitengeneza, kumchagua, kumshirikisha ambaye ni Daudi Kweka? Imechukua muda kidogo. Ukiangalia nyimbo ya mwisho nilitoa karibu 6 iliyopita. Mwaka sijui kama sikosei. Okay. Kwa hiyo tulijaribu kumuomba Mungu atusaidie tupate kitu kizuri na ikatoka nifundishe. Okay. Ndiyo. Kwa nini ufundishe? Bila neno la Mungu hamna kitu bro. Yaani hata ufanyeje pasipo neno la Mungu hauwezi kufanikiwa kwenye kila kitu. Kwa hiyo tunahitaji sana mafundisho ya Biblia ambayo ndio neno la Mungu. Yeah. Kufundishwa na Mungu maana yake unamhitaji Mungu na nguvu zake. Ni lazima umwambie Mungu akufundishe. No matter ni nini. Yaani huduma lazima Mungu akufundishe. Kazi lazima Mungu akufundishe. Yaani chochote unachokifanya lazima Mungu awe mstari wa mbele kama mwalimu na kiongozi. Unadhani kwamba kwa nini umekuwa mmoja watu waliochaguliwa kushiriki kwenye kazi hii? Kipi ulichonacho cha tofauti zaidi ya wengine? Ni neema. Kwa namna gani una neema? Wengine hawana neema. Sisemi kwamba wengine hawana neema, lakini by the way neema zinakuwa zinatofautiana. Okay. Yes. Ni kwa namna gani neno la Mungu limekuongoza kiasi kwamba wewe ulikotoka na ulipo ni vitu viwili tofauti? Gabriel Makule wa miaka ya nyuma sio sawa na Gabriel wa sasa. Mazabau imenibadilisha. Okay. Nisiseme uongo. Okay. Hata neema kutoa tu hii nyimbo yenyewe ni mazabau. Ni upendeleo. Ni neema. Okay. Kwa hiyo namuona Mungu katika viwango vya juu sana. Okay. Ndio. Wewe na Daudi Kweka mlijuana vipi? Ni mtandaoni tu tulijuana. Alafu baadaye kuja kule duniani. Ni mtandaoni, yani kwenye mitandao kule duniani, tunaita duniani. Yeah. Tumejiona kwenye mitandao lakini baadaye mimi huwa nasali hapa Shalom. Okay, yeah. Ndugu yangu tena tukakutana sasa kabisa. Unamuona pale mbele anaimba tena. Tukakutana tu ikawa rahisi. Haikuwa na ugumu. Hata nilipomuomba kwamba tuna jambo langu naomba nisaidie. Okay. Nijue jinsi ya kufanya, haikuwa ngumu. Okay. Ilikuwa nyepesi tu. Okay. Mungu akatubariki tukatoa hiyo nyimbo. Okay. Tumeona Gabriel Makule kwenye kazi hii. Ametoka kwenye gospel hip hop. Yeah. Sasa hivi yupo kwenye swala la hivi tunasemaje kwa huku kwa upande huu wa kwetu. Ametoka kuchana sasa hivi anaimba. Okay. Yeah, kumwimbia Mungu tunatakiwa tumwimbie Mungu kwa viwango tofauti kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa viwango. Okay. Na Mungu wetu sio Mungu wa kuzoeleka. Mungu hazoeleki. Kuna wakati inakuja mafunuo labda unaimba as rap kuwapata wale ambao wanapenda hizo rap wamjue Mungu. Na kuna wakati tunaimba as switch, tunaimba kuna watu wanapenda pia miondoko hiyo. Okay. Na watu wote ni watu wa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tufikishe ujumbe kwa style tofauti. Yeah. Unadhani kwamba ni changamoto ipi ambayo pia sana inakuface kiasi kwamba kazi inachukua muda mrefu kuachia mpya, kuachia video mpya? Shida iko wapi? Kulingana na uchumi, tuseme ni uchumi tu. Unakuwa unasumbua na ubizi wa biashara na nini. Ina cost time. Okay. Lakini uchumi ungekuwa vizuri, tunatoa nyimbo kila siku. Tena nimempata producer mzuri sana Kweka. Mambo yanaenda vizuri sana. Hivi yeye ndiye ameproduce? Yeye ndiye ameproduce ngoma. Kwenye kufanya kazi na waimbaji wa gospel. Yes. Mara nyingi kuna changamoto sehemu gani hasa? Kwa waimbaji wa gospel wengi huwa wanafanya gospel, wanafanya muziki kama ziada. Extra. Yes, kwamba mimi nimesikia moyoni kuimba, nina ujumbe wangu. Hebu usikilize producer, haya imba tumefanya kazi. Sasa extra kwa maana ya ile kazi inaenda wapi? Baada ya kuproduce, baada ya kufanya, umeipeleka wapi? Okay. Unaona, sasa unakuta mtu anaitunza ile kazi. Unaona, yani tayari kazi imetoka lakini anaenda anaificha. Unaona, vipi ile kazi umeitoa? Hapana, una mpango gani? Kuna kanisa nitaenda kuimba. Baada ya kuimba kanisani una mpango gani? Unaona, ni sawa, watu wanatakiwa kufikiwa kwa ujumbe huko kanisani na wapi, lakini
nini zaidi ya kurekodi, kwa sababu kurekodi tu haitoshi. Unaona, kurekodi tu audio haitoshi. Ni lazima watu wafikiwe na ule ujumbe ambao umeshaufanya. Hivi changamoto gani ulipata baada ya kukutana na Daudi Kweka kama producer, sio kama mwimbaji? Hajakupa zile makavu kama producer? Kwenye kukuambiwa ukweli lazima kuambiwa ukweli. Na kama hujui kuimba pia anakuambia hapa, ndugu yangu umezingua, hujui kuimba hapa fanya hivi. Ni producer mzuri. Anafanya kazi yake vizuri. Hana shida. Gabriel Makule ni mtumishi wa Mungu. Kwanza ni mtu ambaye anaelewa kile anachokifanya. Yes, anaelewa, yani ni mtu ambaye kwanza akija tayari amejiandaa. Yani sio mtu ambaye anakurupuka. Ni mtu ambaye alinitumia, yani hayo maandishi alinitumia kabla, sijui ni mwezi. Kaniambia bwana, tunataka tufanye kitu, maandishi ni haya. Hata sasa hivi hapa tayari ameshanitumia kazi nyingine ambayo tunataka tufanye. Hiyo ni exclusive. Hiyo tumepewa siri. Ametoa siri. Kwa hiyo ni mtu ambaye amejipanga, amejiandaa, na ni mtu ambaye anajua kile anachokifanya. Lakini tofauti na hapo, ni mtu ambaye ana mwanga wa mbele. Yes, unaona mtu ambaye anaanza, lakini unaona anakuuliza kwa habari ya vitu vya mbeleni, vitu vikubwa. Yani unajua kabisa huyu mtu yuko kwenye hatua. Sio yule mtu ambaye anafanya kazi afu anaenda kuipaki, au anafanya kazi ambayo haina matokeo. Unajua kabisa huyu mtu kazi yake ina matokeo. Yes. Sasa wewe na Daudi Kweka mtakuwa mnatoa collaboration day by day, si ndio? Nasali pamoja, madhabahu moja, neno la mwaka moja, mzunguko cycle yenu ni moja, kwamba mnakutana muda wote, si ndio? Tunamshukuru Mungu kwa kibali hicho pia. Hicho ni kibali. Daudi, unasemaje? Ni kibali. Kwa sababu pia ukiangalia waimbaji wengi wa Arusha, ukiuliza waimbaji wa nyimbo za injili ya Arusha mpaka sasa hivi wangapi, au upati idadi. Kwa hiyo kama tumebarikiwa neema hiyo ya kufanya kazi day by day, tunamshukuru Mungu. Tutazifanya sana. Kipi kifanyike ili kuhakikisha kwamba mwimbaji anaanza huduma, safari yake ya huduma, na maintain neema hiyo isipotee wala isipungue, na aendelee kufanya kazi, aendelee kutoa kazi? Yes, Mungu mwenyewe ndio mwalimu na kiongozi mkuu. So kupitia Mungu, kupitia neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, maombi pamoja na ibada ndio uhai wa huduma yoyote ambayo unaifanya, huduma ya Mungu. Yes, mzizi mkubwa ni neno la Mungu, maombi na ibada. Yani usipishanishwe na hivyo vitu. Maanake kupitia hivyo unaweza sasa ukaendelea kustawi. Nasema kwamba ni kama mti uliopandwa kando ya vijito vya maji. Maanake lazima upandwe, hapo ndipo uendelee kustawi. Yes. Sawa. Yes. Bwana, kazi inaitwa Nifundishe, hebu tuisikilize. Bwana nifundishe kwa neno lako, nisiaibike kwa neema yako, nitangaze ya kweli neema yako, kwa kuwa wewe ni mkuu, wastahili wewe Bwana. Bwana nifundishe kwa neno lako, nisiaibike kwa neema yako, nitangaze ya kweli neema yako, kwa kuwa wewe ni mkuu, wastahili wewe Bwana. Nimechoka kutembea kwa njia zangu, maisha bila neno yani ni giza. Nifundishe Bwana wangu, niongoze kwa mapenzi yako, mimi ninasonga mbele maishani mwangu. Nifundishe Bwana, nikujue wewe, nifundishe Bwana, neno lako taa yangu. Nifundishe Bwana, ninakuhitaji. Nifundishe Bwana, maishani mwangu. Nifundishe Bwana, nikujue wewe Bwana. Nifundishe Bwana, neno
lako Yesu ni uzima, tena ni tumaini la maisha yangu. Utuliza mawimbi ya maisha, limejaa hekima na neema. Neno lako Baba yangu ni uzima, tena ni tumaini la maisha yangu. Utuliza mawimbi ya maisha, limejaa hekima na neema.